bado Luna akawa hapatikani. Asubuhi Luna anapata fahamu, anastuka yupo kwenye nyumba ambayo haijui. Akishiki pembeni anakutana na picha ya mwanaume. Ikabidi anyanyuke fasta ili atoroke, maana anajua kashatekwa. Kumbe Kesi alilala sebuleni na kumwacha Luna halali chumbani. Luna akawa ananyata ili Kesi asimsikie. Alipofika mlangoni, kumbe mlango umefungwa. Shughuli kawa pevu. Kumbe funguo Kesi aliweka mezani sebuleni. Ikabidi Luna anyate taratibu ili aichukue. Kwa bahati mbaya, wakati anaichukua ikapiga kelele. Kesi akaamka. Luna akataka kujihami. Kesi akamuuliza, unafanya nini wakati nilikuokoa jana usiku? Ndipo alipokaa na Kesi akamhadithia kila kitu kilichotokea na kupelekea kumleta nyumbani kwake. Akasema sija kufanya chochote zaidi ya kuvua chupi tu ili kitumbua kipate hewa. Luna akamshukuru kwa wema wake. Luna akamuuliza, je, naweza kuondoka? Akajibu, ndio unaweza kwenda, lakini naweza kupeleka paka kwenu kama hutojali. Luna akakubali. Kesi akaenda kubadilisha nguo, maana alilala sebuleni siku nzima. Kesi akampeleka paka nje ya geti anapoishi Luna. Luna akamshukuru Kesi. Kesi akamwambia usijali. Luna akashuka kwenye gari na kumwaga, kisha Kesi naye akaondoka. Dada yake Scarlett akawa anaendelea kupiga simu haipatikani. Ndipo Luna akaingia. Dada yake akawa na hofu, anamuuliza kama kaumizwa au kitu kibaya kimemtokea. Akamwambia hapana, na kuhadisia kila kitu kilichotokea na msaada aliopata. Violet akawa anamuuliza Kesi kwa nini gari aliyopewa na Scarlett asilirudishe. Kesi akamwambia mimi sina gari na nilipewa kama zawadi, kuna shida gani nikiendelea kuliendesha? Violet akamwambia shida hipo, sitaki uwe na kumbukumbu na dada yangu. Akamwambia nitakupatia gari langu uwe unaliendesha. Kesi akamwambia kwa nini nitumie gari lako wakati langu ninalo? Violet akakasirika na kumwambia usije nifanye nikuone una tabia za kimalaya. Kesi akawa anajitetea kwamba yeye sio malaya. Mara mlango ukagongwa, akamwambia hakuna kwenda, nitakwenda kufungua mwenyewe. Violet akanyanyuka na kwenda kufungua mlango. Kumbe alikuwa dada yake Scarlett. Violet akamwambia unatia aibu wewe, umefuata nini kwenye nyumba ya mwanaume wangu? Scarlett akawa anaenda kumfuata Kesi. Violet akamzuia, unazungumzia nyumba ya kupanga, mimi na pesa naweza kumnunulia nyumba yake. Wakaanza kugombana tena. Kesi katulia tu, maana wote wanamweka mjini. Kesi ikabidi wagombelezee sije ndugu wakapasuana kwa sababu yake. Ndipo Scarlett akaamua kuondoka na kumwacha Violet na Kesi. Violet akarudi nyumbani, kumbe Scarlett alikuwa anamsubiri. Alipoingia akasimama na kumonya, sitaki kitu kama kile kijirudie tena, kaa mbali na mwanaume wangu, ukirudia sitojali wewe ni mdogo wangu au ni utanipiga kofi au nitakupiga zaidi ya makofi. Ugomvi ukaanza tena. Ndipo Luna akashuka juu na kuja kuwagombelezea. Ndipo alipoachana kugombana, kila mmoja akimtamani mwenzake. Kesi akawa na mawazo, mara mlango kagongwa. Kwenda kufungua, kumbe alikuwa Luna. Akashangaa kumuona Luna na kumkaribisha, wakakaa. Walipokaa akamuuliza nini nikupatie? Akamjibu chochote tu. Kesi akaenda mpaka jikoni kwenye friji na kwenda kumchukulia juisi na kumpatia. Luna akasema kiukweli nimerudi tena kukushukuru, pia nimekuja kuchukua namba yako kwa sababu nimepata simu mpya. Kesi akachukua simu akampatia namba. Luna akamwambia ujue watu wenye roho nzuri kama yako ni wachache sana. Wakawa na